Help! Help! Help me! Help! Oh yeah. Here we go. Warembo wakutana na kizaazaa cha mtoto Sinduna kwenye jumba la ajabu. Melila na Ashley ni warembo ambao wana ushawishi mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Wametoka Marekani wanaelekea Poland. Wametumwa na majuli wao kwenda huko kurekodi video, lakini pia kupiga picha katika jumba hilo la zamani ambalo alikaliwi na watu. Wanazidi kuchanja mbuga poli kwa poli mpaka giza linaanza kuingia, bado linawakutia hapo njiani. Kwa upande wa safari bado ni ndefu kwa sababu bado wanazidi tu kuchanja mbuga kwa mbuga, lakini pia poli kwa poli. Hatimaye wanafanikiwa kufika kwenye lile jumba ambalo walikuwa wanaliendea. Japo hata muda pia ulikuwa umeenda sana yani. Wakabeba yale pale mabegi yao ambayo yalikuwa na vitu kama vile kamera na mambo mengine ambayo yalikuwa yapo mle ndani. Basi wakafungua mlango na wakazama ndani. Jumba limetulia tuli, hakuna kelele wala nini. Lakini pia kwa upande wa ndani hakuna mshumaa wala taa yoyote ile. Wakiwa hapa sebleni, Melila akaona kuna main switch, akaenda kuwasha ngoma hiyo, hapo umeme ukarudi. Wakafurahi sana kwa sababu pia walikuwa wanawaza kwamba itakuwaje humu ndani na ili giza. Ni kweli jumba hili hapa la kale lina vitu vingi sana vya kuvutia, lakini shida ni kwamba tangia mmiliki wa jumba hili hapa afariki, imekuwa kila mtu ambaye anakuja kwenye jumba hili hapa basi ni lazima tu afariki. Roho za wenye nyumba ambazo ziliachwa katika nyumba hii hapa huwa zinamuinda kila mtu ambaye anakanyaga humu ndani. Yaani ni lazima tu zitamtoa kafara. Kutokana na uchovu wa safari, Melila anamwambia Ashley kwamba yeye amechoka, hivyo anataka akapumzike. Ashley anasema lakini usiku wa leo inabidi tu rekodi video fupi na picha kadhaa kisha tuedit kwa ajili ya kesho kuweka mtandaoni, ili kuwajulisha mashabiki zetu kuwa kuna kazi nzuri na bora ambazo zitaanza kuja hivi karibuni. Melila na Ashley hao wanapandisha juu ya ngazi kwa ajili ya kwenda kuangalia kama watapata vyumba kwa ajili ya kupumzika. Wakiwa wanapandisha kwenye ngazi, wanakutana na picha za wamiliki wa nyumba zipo ukutani. Wanajaribu kufungua mlango wa chumba hiki hapa lakini umefungwa. Wakavipata vyumba hivi hapa ambavyo milango ipo wazi. Ashley anasema hebu kwanza nikaoge mara moja, baada ya kama dakika 15 hivi nitakuwa tayari. Melila akasema sawa, naye pia akaingia kwenye chumba chake. Anaangalia simu yake, anaona chaji imekata. Anatazama kwenye meza, anaona kuna bonge la Biblia, lakini pia kuna zile taa za chemli za zamani. Anazidi kungaza sharubu kwenye mazingira ya humu ndani, lakini ni kama vile hakuko sawa hivi. Mara anasikia Ashley akipiga kelele. Anatoka fasta kwenda kuangalia ni nini kimemkuta Ashley. Kufika anauliza vipi, kuna nini tena? Ashley anasema kwamba ili vazi lilinishtua, ila kuna wazo nimelipata hapa, kama itawezekana basi tulifanyie kazi. Hebu basi vaa ili vazi tufanye kitu kimoja hivi. Melila akasema hapana, kwa sababu mimi sijazoea kuvaliana nguo na watu. Lakini baada ya kushawishiwa sana akakubali kulivaa lile vazi. Basi wakaanza kupiga picha kwa pozi tofauti tofauti na za kutisha. Na hili ndo wazo ambalo Ashley alikuwa amelipata na tayari wameshalifanyia kazi. Aliamini mwenzake akivaa vazi hili hapa alafu akapiga zile picha za mapozi tofauti tofauti na zikapelekwa mtandaoni, basi ni lazima tu zitaenda viral. Ashley anacheki saa, anaona muda umeenda balaa. Na ukizingatia usiku huu lazima wa rekodi video, lakini pia na picha kadhaa waziedit, alafu kesho asubuhi waziweke mtandaoni. Melila anamwambia Ashley kwamba wewe tangulia, mimi nakuja sasa hivi nitakukuta kule chini sebleni. Ashley huyu akatangulia zake sebleni. Melila naye akarudi zake chumbani kwake na kulivua lile vazi. Kuna shuka fulani viliko hapa ndani, basi akawa analiangalia. Shuka hili hata mara kwanza alipoingia aliliona, lakini akilitazama vizuri zaidi ni kama kuna kitu fulani hivi kimefunikwa na hili shuka. Akaenda kufunua, kumbe ni kioo kilikuwa kimefunikwa na hili shuka. Mwenyewe akafurahi akidhani kwamba eti amepata kioo cha kujipodolea angel face. Mara mlango ukajibamiza, paka shtuka. Anatazama lile shuka, anaona limetapakaa damu. Akashtuka, maana mara ya kwanza ili shuka ilikuwa na damu hata kidogo. Sasa anajiuliza kwamba hizi damu zimetoka wapi. Taa nazo zikaanza kufinyafinya, mara zikazima mazima. Ndani ni kiza totoro.
lakini kwa bahati nzuri kulikuwa kuna hii hapa taa kwa ajili ya dharura. Kwa watoto 2000 hawezi kuifahamu hii taa, maana kuna wengine wameshaanza kusema kwamba eti huu ni mtungi. Wanaozijua taa hizi ni wale ambao walimaliza darasa la 7 mwaka ambao kalipita aliutangazia umma kuwa wali bila maharage ni uharibifu wa mchele. Mabinti tayari wameshajiroga, wameshavunja baadhi ya taratibu na sheria za jumba hili hapa. Kwenye jumba hili kuna sheria ambazo kila atakayeingia humu ndani basi lazima azifuate ili endelee kuwa hai. Sheria ya kwanza, utakiwe kuleta mizaa utani kwa wafu. Ya pili, utakiwe kuvaa kitu chochote kile ambacho utakikuta humu ndani. Ya tatu, utakiwe kujitazama kwenye kioo nyakati za usiku. Ya nne na ya mwisho ni kuwa hautakiwi kufungua mlango wote ule ambao utaukuta umefungwa. Ukivunja sheria yoyote kati ya hizi, hata iwe moja tu, basi lazima kikulambe, kwa sababu zile roho chafu za wamiliki wa jumba hili hapa zitaanza kukuwinda hadi zikuue. Mbombo ngafu, mabinti yao kutoka humu ndani salama, labda shetani awe mjomba wao, ila kama ni hivi atoki mtu salama. Mara Melila anagongewa mlango, anaenda kufungua na kutana na Ashley. Ashley anasema, "Wewe Melila, utakuwa na bandeji hapo? Kama unayo naiomba, nataka nibandike kwenye kwapa. Si unajua tena mume umekatika sasa, ile wakati najinyoa na iligiza basi nikajikata kwapa." Melila anasema, "Hapana, sina." Ashley akampatia tochi Melila ili aende kule sebleni akaangalie kama main switch ilijizima. Anajaribu kuwasha ikakubali. Mwanga huo. Melila akiwa hapa sebleni anafanya settings za kamera ili waanze kushuti video. Mara anasikia kuna kitu kinagonga kutoka kwenye chumba kimoja hivi. Anaenda kufungua mlango, ufunguki. Anachungulia kwenye tundu la kitasa cha mlango, anaona sura ya kiumbe cha ajabu. Akashtuka na kuanza kukimbia akielekea kule juu kumuita Ashley. Wakiwa na Ashley sasa wanashuka pamoja kwenda kumwangalia kiumbe huyo. Lakini kwa upande wa Ashley ni kama vile haamini kuhusiana na uwepo wa hicho kiumbe. Anasema, "Una uhakika umemuona kweli?" Melila anasema, "Haki ya Mungu nimemuona, tena kwa macho yangu haya ya mawili." Kati ya zile funguo alizonazo za kufungulia milango ya vyumba vyao, kuna funguo moja ilikuwa ni ya kufungulia hapa mlango. Wakati huo Melila yupo nje anachungulia tu, anaogopa kuingia ndani ya chumba hiki. Ashley anatazama humu ndani huku na kule, lakini haoni chochote kile. Anasema, "Inawezekana ulivyochungulia ulijiona kwenye hichi hapa kioo. Hivyo kesi ni kiumbe, kumbe ni wewe mwenyewe. Na hivyo ulivyo na sura nzito kama futari ya miwa ni haki yako tu kujiogopa." Kitendo cha Ashley kusogelea akiona kujiangalia ikawa tatizo. Ghafla tazi kazima na mlango ukajifunga wenyewe pa. Melila kabaki nje na Ashley kabaki ndani. Melila anaita, "Ashley! Ashley! Ashley!" Ashley anasikika akilia kuashiria akimesha mlamba. Hii ni sawa na kuingia kwenye dimba alafu kukutana na simba. Hautakuwa na cha kufanya zaidi ya kupata mimba. Melila akiwapa akawa nasikia sauti za watoto wachanga wakilia. Akawasha tochi yake na kuanza kuzifuata sauti hizo ambapo zinatokea. Anaingia ndani ya chumba hiki, anakutana na watoto kama 100 hivyo wamening'inizwa juu ya kamba. Kichwa chini miguu juu. Akiwa anaendelea kuwashangaa watoto hawa, kuna kitu kikapita mgongoni kwake kwa kasi. Akashtuka na kugeuka. Anatazama, anamuona mtoto yupo kwenye kikapu analia. Anasogea kumfunua, anashtuka. Anaona litoto lina sura mbaya kama sinduna, alafu lina meno yote 47 eti. Anajaribu kukimbia, anajikuta anamparamia kiumbe cha ajabu. Basi akapambana pale, akachoropoka, akakimbia. Inasemekana mwanamke yeyote akiingia kwenye hili hapa jumba alafu akakutana na huyo kiumbe, basi kuna mambo mawili ambayo inatakiwa achague. Anyanduliwe na huyo kiumbe ili azee watoto mapacha, ama ageuzwe kifungua kinywa cha asubuhi. Melila anapanda kwenye ngazi akielekea kule chumbani kwake kuchukua funguo ya gari. Kiumbe ameshafanya manuva yake. Jumba linaanza kupiga nyufa kila sehemu. Melila akachukua funguo sasa, anashuka kwenye ngazi ili atoke nje apande gari ya sepe. Bahati mbaya akateleza, akaanguka chini. Ili anainuka tu, Ahmad kiumbe huyo hapa mbele yake anamtazama. Akainuka na kukimbilia kwenye kile chumba ambacho muda ule Ashley alifungiwa. Akachukua kisu kwa ajili ya kujihami. Mara ndani tazi kazima kiza totoro. Kishindo cha kiumbe kikawa kinasikika kikimfuata Melila. Mara anasikia sauti ya kitu kigonga. Melila kapeleka bisu kwa nguvu upande ambao sauti hiyo inatokea. Muda huo taa ikawaka. Anatazama, anamuona Ashley ameshikilia shingo, midamu inamwagika. Kumbe bisu lile lilimkuta Ashley badala ya kiumbe. Ashley habari yake imeishia hapa. Melila bila kuchelewa akatoka mbio na kuelekea nje. Akachukua gari akaepa. Jumba limeshapiga nyufa za kutosha, sasa linaanguka lote. Melila akiwa kituo cha polisi anafanyiwa mahojiano kuhusiana na lile tukio ambalo limetokea. Kiumbe naye ameshafika kuchukua kilicho chake. Melila na polisi wote kuisha habari yao.
Na huu ndio mwisho wa dubwana hili.